Polisi akasema okay. Polisi anaikala pale kukiti na mimi naikala hapo. Sijui kama nilikuwa naangalia pembeni, ile kuangalia pembeni nikaona polisi alishasimama, anasimama nyuma yangu. Anatoka kukiti anasimama nyuma yangu. Akanambia uko under arrest. Nikasema Mungu wangu, mie niko under arrest. Akasema uko under arrest. Akasema simama, alishafungula pingu. Nikasimama. Nikaita fio wangu alikuwa mshambre. Nikamwambia kika, nafungwa mtoto wangu. Nikamwambia tia mikono nyuma, nikatia mikono nyuma. Akanitia kraka watoto ya Mungu. Bakanitia kraka nyuma. Wakati walinitia kraka nyuma, tukaikana pale. Sikungoya, nikafika naita emergency. Hallelujah. Juu wakati alinitia kraka, sikutoka pale pale mnyumba. Njoo mwanzo ushuhuda wangu. Sikutoka pale pale mnyumba. Akaisimama pale. Naye gari yenye alileta yake yenye alikuwa anatembelea ilikuwa gari ya civil, haikuwa gari ya polisi. Sasa wakati alishanitia kraka, akaanza ita ingine gari yenye kukule ku polisi ikiwa kunibeba. Na ndio maana tukwenda mbio. Mimi nikabakia mnyumba ingine dakika 12 na niko na kraka na ikala kukiti. Iko anachunga ile gari. Basi nikamwambia nifungule kraka. Ndio nilimwambia kanifungule, nikamate telefone, nipigie batoto yangu simu kama mie naenda kufungwa. Akakatala kunifungula, akasema yeye hana fungulo ya kunifungula ile kraka. Mpaka tushuke kule chini, wakati gari ingine ya polisi itakuya njoo inipeleke. Mie ule nikatoka, nikachunga, nikasema hata nitafanya nini? Sina gisa kukamata tena telefone. Telefone iko pale na mikono yangu inafungwa huko nyuma. Basi ni mtoto wangu naye alikuwa pale, akaanza shangala. Mama bana kufunga haya? Nikamwambia yes, bana nifunga. Mtoto nikamwambia kamata simu. Kitu kia kwanza. Nikaita emergency. Nikamwambia Bwana, nafungwa. Bwana ninafungwa. Ninaenda jela Bwana. Sijui nimefanya nini, ila Bwana uwe pamoja nami. Nikamaliza kusema hiyo maneno, nikamwambia mtoto wangu apige simu kwa baba watoto yangu. Mbele ya kupigia hata mume wangu, mbele ya kupigia hata familia yangu, iwe fundisho kwako. Mama, iwe fundisho kwako. Shida yoyote inapokupata, usikimbilie wanadamu. Haleluya. Hapana kukimbilia wanadamu. Shida yoyote inaweza kukupata, mkimbilie Bwana. Amen. Nikapiga nikamwambia kika nitie da Marta na da Mapendo batoto yangu benye Bwana amenipatia. Pale pale mtoto wangu akaita da Marta, akaita Mapendo. Mapendo alikuwa mkazi, akapokea simu. Da Marta alikuwa kunyumba. Akamwambia, "Mama, banamfunga." Nikamwambia, "Da Marta naenda jela watoto yangu. Da Mapendo naenda jela." Huyo mtoto salisikia. Mtoto alipaza sauti pale pale. Haleluya. Yesu wangu. Haleluya. Haleluya. Yesu wangu. Sikimbilie wanadamu. Sikimbilie wanadamu. Alipaza sauti, nilikuwa mukraka, nikasikia sauti ya huyu mtoto. Nikasikia Mapendo kukazi. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya. 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 Bwana, watosha Yesu. Nikasikia sauti huko. Watoto wakaanza tokotesha maombi. Mapendo akaanza piga maombi mule mkazi. Nikasikia sauti yake. Akamwambia, "Bwana, haleluya. Bwana unasema nini Bwana? Mjakazi wako ana jela. Unasema nini Bwana? Unasema haleluya. 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 Haleluya." Mapendo akapaza sauti.
nilikuwa nasikia, na polisi alikuwa anasikia, akabakia alert. Akasema Bwana, unasema nini? Akamuita Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Akamuita Bwana. Haleluya, haleluya. Huyu alikuwa anatokotesha maombi, alikuwa akipaza sauti na kulia, alikuwa akipaza sauti yeye na mume wake. Nikawasikia, polisi akabakia, akashanga. Haleluya, 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 aliza kuopeleka, ilikuwa ya kuya. Polisi akauliza, ni vitu gani? Kaambia hapana, hakuna kitu. Akasema bwana, ninasikia watu wanashauti sana. Akasema yes, watoto yangu yuko wanaomba. Akasema polisi akanambia, lakini mama, unisamehe. Polisi, haleluya. Polisi akanambia, unisamehe kwa maana haleluya. Kutokana na maneno naongea, nakuona huko mama mbaya, huko mama mzuri. Na haya maneno yote unanambia, nitaenda kuripoti. Kwa maana nimesikia msambo wako, nimesikia kujitetea kwako, nimesikia maneno umeongea, yote nitayatia kwa ile dossier yako. Unisamehe. Polisi akanambia unisamehe. Mimi nitakufikisha tu kwenye napasha nikufikishe. Lakini usijali, yote yataisha. Basi watoto ya Mungu, mjakazi wa Mungu Mapendo alikuwa kiomba. Bwana akamwambia, Bwana wetu, tunakuwa na Mungu mzima. Tunakuwa na Mungu mzima. Haiko Mungu wa kutafuta tafuta. Mungu, uko wapi? Jibia. Bwana jibia. Mbona ujibie? Kama unasema Mungu anakawiaka, Mungu anakawia kwa maana uko mbali naye. Bwana anakawia kujibu maana uko mbali naye. Unapokuwa karibu na Mungu, Mungu iko karibu na wewe. Anasema iko karibu ya wale wanaomsogelea. Amen. Ukimsogelea Bwana atakuwa karibu na wewe. Ukiwa mbali na Mungu, atakuwa mbali na wewe. Wakati tunakuwa tunamuomba Mungu, tumetoa miili yetu, tumesulubisha miili yetu, tumempatia mioyo yetu na miili yetu ili tuweze kuwa karibu naye. Neno la Mungu katika kitabu cha Warumi kikasema, toweni miili yenu. Toweni miili yenu, ndiyo ibada yenu ya maana. Ndiyo enye Bwana anataka. Unapotoa maisha yako yote bila mguru moya ndani, ingine mguru nje. Mpe moyo wako wote, mpe maisha yako, mpe mwili wako. Bwana atakujaza na Roho wake Mtakatifu. Bwana atakuwa karibu na wewe. Unaposema Bwana ninataka kwenda, Bwana anasema usiende. Ni Bwana ninataka kufanya hivi, Bwana anasema, maana haiko tena mbali, anakuwa rafiki. Akatuita nyinyi mnakuwa rafiki zangu. Mnakuwa rafiki zangu maana mimi Bwana nimewachagua ninyi. Nimewachagua ninyi kuwa rafiki zangu. Ukitaka kuwa rafiki wa Mungu, kuwa karibu naye. Ukitaka kuwa rafiki wa Mungu, msogelee, maana yeye anasogelea wenye wanamsogelea, anakaribia wenye wanamkaribia. Akiwa mbali na wewe, jiangalia maisha yako. Nimeshaomba miaka 5 Mungu hanijibu. Amena. Nimeshaomba miezi 6 Bwana hajibu. Bia Mungu binakawiaka kwa maana na wewe unakawia kumsogelea. Unapomsogelea Bwana, atakusogelea. Bwana hakawie kujibu mahitaji. Kama gisi wanadamu wanaozani kuwa Bwana anakawia, Bwana hakawii. Tuko na Mungu mzima. Tuko na Mungu mzima, Mungu mwenye haiko kupapasa. Nikisema sai Bwana ninataka hivi, Bwana atajibu pale pale, maana ni rafiki wangu. Aseme ninyi ni rafiki wangu. Amen. Wewe ni nani? Mimi ni nani? Huyu ni nani? Bwana kuite wewe rafiki. Unajua rafiki ni hivi.
pasa nikimwambia dama anataka maji ya kunywa. Dama atasimama. Kwa maana niko karibu naye. Akina kikua kule kwa kilometri. Dama atauniletea maji ya kunywa, atafanya dakika kama 16 hata miezi. Lakini akiwa karibu yangu, niletee maji ataileta. Njoo gisi mtoto wa Mungu anapasha kuwa na Bwana. Njoo gisi mtoto wa Mungu anapasha kuwa na Kristo. Awe karibu, uwe karibu na Mungu. Batu mnamupapasa papasa Bwana. Sisi tuko na Mungu mzima, haiko wa kutafuta. Ni wa sauti moja na Bwana anajibu. Bwana kajibu akamwambia mjakazi wake Mapendo. Mtumishi wa Mungu amejaa. Bwana akamjibu pale pale. Akamwambia, mwambie mjakazi wangu niko pamoja naye. Mwambie mjakazi wangu niko pamoja naye. Mapendo akanambia, mama, don't usiogope. Wende mama, Bwana amejibu. Bwana alishasema hapa, anasema wende iko na weye. Nikasikia ujasiri, nikasikia nguvu. Japo machozi ilikuwa inanitoka. Machozi ilikuwa inanitoka, watoto ya Mungu, nilikuwa nikilia. Huyu yuko na maombi. Ndio wenyewe walikuwa wanajua tu, hakuna watu wengine watumishi walikuwa wanajua. Bakaanza omba, gari ya polisi kakuya, ikanikamata, ile gari kubwa, bakanikamata, bakanishusha kule chini, nikaenda bakafungula ile gari ya baprisonnier. Ile gari ya baprisonnier muko makamba. Ni gari ya baprisonnier, mule ndani hamuna dirisha. Ni mule tu wanakuingiza sasa vile wanakuingiza mu box. Nikaingia mule, ni mafasi ya baprisonnier wanaikalaka wakati wanawafunga. Sasa nikaikala pale, kuko ingine makamba inabana kwa ile gari, bana ushafungwa kraka, bana ingine makamba wanakufunga mu mshingo. Minyororo. Ile minyororo wanakufunga mshingo. Bana kufunga sasa vile mtu anaingia mu gari, anakufungaka. Bana unafungaka ile kamba juu ile kamba ya gari. Sasa na mule juu ni kigari ushafungwa hivi, wakati gari inatembea unaweza kuanguka. Juu unafungwa, unagisa kujikamata. Ndio banakamata kama ile mashine nyingine, bana kufunga humu, banakufunga humu mote. Juu sa gari katikisika, ukwe mkraka na ile makamba iko inakubana. Ndio kisi nilikuwa naenda hivi. Sambuzi niko naenda hivi, gari kitikisika unaenda hivi, ile makamba ile mashine inakubana. Tutapikwa. Watoto ya Mungu nikafungwa, nikabebewa, nikafikishiwa jela. Wakati nilifikishiwa pale jela, batumishi ya Mungu huko wanaendelea kuomba. Na mbele ya kuomba ya kuendelea, mjakazi utasoma neno kitabu cha Mathayo 5 na mstari wa 11. Soma watoto ya Mungu wapate neno, majue sasa hapa ninafika. Ilikuwa part 1 inaisha, nataka enda part 2 ya kuambia nini ilitendeka katika jela, niliona nini. Na ulisikia niliwaambia kama nimemuona Mungu katika jela, nimemuona, nataka niwaambie ule Mungu nimemuona modeli gani. Tunasoma kitabu cha Mathayo mtakatifu, sura yake ya 5 mstari wa 11. Neno la Bwana linasema, heri ninyi watakapo washutumu na kuwauzi na watakapo kwa haki. Sisi sote tu wakati kupata jua tumishi wa Mungu, mimi ninapasha kupitia haya, maana niko mwenda mbinguni. Napasha kupitia haya kwa maana ninaamini kazi ninaitumika. Si itumike kwa kujipendeza, si itumike kwa kupendelea, si itumike juu ya kutafuta faida. Ninaitumika kutafuta faida ya Mungu. Faida ya Mungu ndio niko natafuta. Faida ya Mungu ndio niko natafuta. Neno la Mungu likasema, atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ataisalimisha. Ukitaka kuponesha nafsi yako, usipatwe na shida, usifungwe. Nisifanye hivi basi nifunge. Batumishi wengi biko vile. Mnakimbia matatizo, mnasema uongo. Unakimbia matatizo, basi nione mimi, basi kunifunga na mimi sama mali niona. Nisike kupata shida, unakwepa matatizo. Hauko mtumishi wa Mungu. Tumika, mtumikie Mungu, kubali kufa na Yesu.
Biblia inasema wale watakapovumilia mpaka kumwisho ndio wenyewe wataokolewa. Tutayapitia haya yote, tutafungwa. Unasikia wengine hapa kitabu cha Waebrania, wengine walikatwa vichwa, wengine wakakatwa misumeno, wengine wakapigwa mawe. Misumeno wanakukata hivi na msumeno. Hatujafika bado. Tulishachinjwa. Tungali tutapigwa na bado. Na tuko tayari kufa juu ya Yesu. Kama hujakuwa tayari kufa juu ya Yesu, vua utumishi wa Mungu, bado huyamtumikia Mungu. Mie nilienda kujela, niliuliziwa, mama ulifanya hivi, nimekubali. Nimekubali kwa maana Bwana alikuwa pale, aone nitasema nini. Nimekubali, nimempiga mtoto. Mengine banazusha yabo, banandika jina moya, amenyonga mtoto. Anaikamata manake wanipatia na Valeri. Huruma sana kwa. Yote kwa Bwana, sifa kwa Bwana. Urudilie Bwana kabisa. Sifa zimurudilie Bwana. Sikuogopa watoto ya Mungu. Mtumishi wa Mungu. Mafundisho haya. Pengine Bwana alitaka ujue leo nipitia ya yote juu na wewe usikilize, uwe na ujasiri tena. Wewe mwenyewe ulikushamwacha Bwana, uweze kumrudilia. Wewe mwenyewe umwamini Mungu kama anaweza. Uweze tena kumwamini Bwana. Watoto ya Mungu tunaendelea. Nasoma kitabu cha Warumi. Soma Warumi tumalize, niseme nini? Warumi sura yake ya 5 wakati nilifika jela hadi mstari wa 5 tunashuka. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika ziki pia, mkijua ya kuwa ziki kazi yake ni kuleta zaburi, na kazi ya zaburi ni utabiti wa moyo, na kazi ya utabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini hayarishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho matatizo. Bwana anasema wanatetea niko kraka, bakanifungula ile kraka, bakanitosha ile kraka. Nikaangalia kwa mikono yangu kama nililumia juu, nilipina luma mwana wangu. Sikulumia kama mwana wangu, nilikuwa nasikia kuna niluma hapa hivi. Bwana tutapigwa, tutachinjwa, hatujapigwa. Tungali tutakatwa vichwa. Tungali tutaziakiwa. Wazamani, mitume wa zamani walipigwa wakakatwa misumeno. Bartimayo bakamutia katika pipa la mafuta, bakamukalanga katika mafuta, akaivya kama samaki. Bakachemsha mafuta juu ya jina la Yesu Kristo. Hatujafika kwa hiyo yote. Jela tu unatetemeka, mwingine natetemeka, dunia inatetemeka. Walimufunga. Hakuna kitu pale. Haba kunichoma. Bartimayo balimuchona ngozi. Bakamwanika kujua, bakakalanga mafuta, bakatia mafuta kukalai. Bartimayo bakamutia ndani ya mafuta, akaivya kama samaki. Akaivya, bakamwambia Bartimayo, mkatale Yesu wako. Katala Yesu wako. Bartimayo akasema nitaivya kama samaki. Nitaivya kama samaki, sitamkana Bwana. Sitamkatala Bwana juu ya mateso. Akaivya kama samaki. Wewe na mie hatuyafika mwa ile kipindi. Batu walipigwa mawe na kukufa. Batu walibakata misumeno. Bana kukata na msimeno hivi unagaulika mara pili. Tumishi wa Mungu hatuyafika pale. Kumbe batu watamukana Yesu. Kajela tu. Batu wanatetemeka. Kumbe batu watamukana Yesu. Nikasoma neno lake kasema, kila atakayemuonea haya Yesu, kila atakayemkana mbele ya watu, Bwana ndiye atamkana siku atakapokuja na mwaliko mkubwa. Ukimkana Yesu hapa,
na yeye atakukana. Anasema atakuonea haya mbele ya malaika. Anapokuja na mwaliko mkubwa, atakuonea haya. Tumishi wa Mungu, kuwa na ujasiri. Simama ndani ya Yesu. Bali ndani ya Yesu hawataona aibu. Bali nzuri wanasopa, nilikuwa na Biblia yangu hii, bali fungula Biblia biko wanasopa kila karatasi biko wanafungula sasa biko wanasoma Biblia. Muko wao, nikaza bana kasoma. Bana fungula, bana waza muko amo akose muko bunduki, nilitia bunduki wala vitu vingine. Niko na bangalia tu pale nisha simama acha nitua karaka. Sasa walimaliza, bakaniuliza majina yangu, nikawapatia wakaandika. Sikushinda tena, niko nawaambia niko tu na bashangala. Nikawapatia madokima yangu pale, bakaandika kila kitu. Basi kitu cha kwanza bakanitia pale, bakanipiga picha. Mbele ya kunipiga picha kulikuwa kuomba. Watoto ya Mungu, kulikuwa kuomba mbele nipigwe picha. Mule mjela. Ilikuwa kuomba gani? Bananiambia nitoshe kitambala. Nikamwambia mie mama aliniona. Mie sivulaki kitambala yangu. Navulaka kitambala yangu niko mchumba. Bakanambia vula kitambala. Nikasema sitavula kitambala. Akasema why? Na ni mzuri kujua Kiingereza kia kujitetea. Sijua Kiingereza kia ajabu, mekile kia kurudishiana na kiua. Nikamwambia siwezi vula kitambala. Ati tunataka kukupiga picha. Nikamwambia siwezi vula kitambala. Umoya nani? Umoya mkubwa yao wa polisi. Akakuya, akamwambia sasa ndio watu tunabishana. Akamwambia muache. Sasa nikawapatia ID yangu. Naambia mimi sitoshake kitambala, ID yangu ile muione. Muone mimi navala kitambala mu ID. Bakagala ID yangu. Kwa nini navala kitambala? Mimi si navala kitambala. Sitavala kitambala. Hapa sheria yetu hawezi kupigwa foto na unavala kitambala ilifo kitoshe. Akasema ni kiasilia ya kwenu au ni kia dini? Nikamwambia hii ni kia dini. Si kwetu dini yetu tunakataziwa kuvua kitambala. Ule shefu wao, ule manager wao, ule polisi mkubwa akasema mumuache. Akasema yes. Akasema simama pale. Akasimama fix, akapiga picha. Ndio picha mliona bana. Sambaza. Si niliona palikuwa kuna kisari unavala kama ni ile. Cha mama ilikuwa kuomba. Mimi mule mjela. Ungelikuwa Mungu wako. Mungu aliona, Bwana wa mabwana ulikuwa pale. Mungu ni wa ajabu kabisa. Nikaganga nikasema mimi sitoshe kitambala, mwingine angetetemeka pale, watanifunga, watanifanya hivi. Nitosha kitambala. No! Simamia neno la Mungu. Usimogope mwanadamu. No na iwe no. Akose kama wanakuforce, kwa maana uko mwanadamu, wanaweza kukukamata wanaume kwa nguvu, hautaweza na wanakitosha. Lakini bila wakuforce, hapana kukubali. Hapana kukubali. Mimi sikuogopa kwa maana nilikuwa na jeshi pale za mbinguni. Nilikuwa na jeshi zilikuwa zinanilinda. Nilikuwa na malaika walikuwa pale na mimi. Bwana alikuwa na mimi. Nilikuwa na mtumainia, nilikuwa najua kama Yesu iko na mimi. Na ndio maana sikukuwa na boga. Bakanitoa, bakanipiga picha na ile kitambala yangu. Sasa walimaliza, bakanambia nifanye nini? Sasa nilimaliza, bakanambia nifanye nini? Bakanibeba fasi ya kupumzika. Fasi ya kupumuzikia mkakasho. Maana ni kakasho. Bakanitema katika kakasho nikaikala mule. Nikaikala